Mnamo mwaka 1976 katika eneo la Ngorongoro, maeneo ya Arusha, dada mmoja kutoka Marekani ambaye alikuwa anaitwa Mary Rike aliweza kugundua nyayo za viumbe jamii ya binadamu, kwa sababu hakuna udhibitisho unaoonyesha kwamba wale walikuwa ni binadamu, lakini kwa sababu zile nyayo zilionyesha kwamba wale watu walikuwa wanatembea kwa miguu miwili, yaani vile viumbe vilikuwa vinatembea kwa miguu mingapi? Miwili. Basi hile ikawa na udhibitisho kwamba hawa watakuwa ni wale binadamu wa kwanza kabisa ambao waliwahi kuishi katika hii dunia, ambao wanasema kwamba katika mabadiliko ya binadamu, ile Australopithecus, basi wale ndo waliweza kukanyaga pale na wakawa wanaishi maisha ya lile eneo. Sasa hao binadamu inasemekana walipokuja kuangalia umri wa zile nyayo zilizopimwa pale zilikuwa na umri wa miaka milioni 3.6. Nikisema milioni 3.6, naomba tuelewane. Kwa sasa tuko mwaka 2026, tukimaanisha kwamba tangia wameanza kuhesabu mwaka mmoja mpaka sasa, maanake tumeishi miaka 2026. Kwa maanake kabla hawajaanza kuhesabu mwaka 1, 2, 3 mpaka 2026, basi kuna viumbe waliwahi kuishi miaka iliyopita ambao ni miaka milioni 3.6. Sasa hizo nyayo ambazo zinapatikana Ngorongoro, sehemu moja inaitwa Lionel, ambazo zinaonyesha kwamba kuna viumbe jamii ya binadamu waliwahi kuishi katika lile eneo au kupita katika lile eneo miaka milioni 3.6 iliyopita. Imagine miaka milioni 3.6 before Christ. Yaani hata Yesu hajafikiria kama atakuwepo. Yaani hata manabii hao tunaowasikia na hizi walikuwa hawajafikirika kama watakuwepo katika historia, lakini ikawepo binadamu na viumbe ambao waliwahi kuwepo. Labda tuseme ni enzi za Adam, kwa sababu hata tujui Adam aliwahi kuwepo miaka mingapi iliyopita. Basi hiyo ilikuwa ni historia ambayo inapatikana hapa hapa Tanzania. Kama ulikuwa ujui, basi nenda kule Ngorongoro, sehemu moja hivi inaitwa Lionel. Pale ukifika utaweza kuoneshwa hizo nyayo ambazo zimetunzwa, ambazo zina umri wa miaka milioni 3.6. Sijajua kama watu wengi walikuwa wanajua hicho kitu. Wakati tunashangaa tunajiuliza kwamba kweli kuna watu ambao walikuwa na uwezo wa kuacha nyayo. Sasa ndio ushangae, hao viumbe waliweza kuacha nyayo kwenye mawe. Yale mawe inasemekana kitaalamu, baada ya kutoa taarifa na Mary Rike, inasemekana kwamba zile nyayo zilipatikana vipi? Zile nyayo zilipatikana kwenye volcano lava, yani ile volcano nayo erupt. Nikisema volcano, naomba tuelewane. Kama hujaelewa nini maana ya volcano, kwa sasa hivi kuna tukio linaloendelea kule sehemu moja inaitwa Lionel, kisiwa kimoja cha Lionel. Kwa nenda Lionel pale, angalia, andika Lionel, utaona video. Zile video zitakuonesha lava inayotoka katika ardhi na kulipuka kwenda juu. Sasa ile lava ikiganda huwa inakuwa kama jiwe, inakuwa kama the same of rocks. Sawa eh? Kwa hiyo tunapoongelea kwamba lava, basi ndio hicho kitu. Kama unataka kujua, kaangalie pale. Sasa inasemekana kwamba wale viumbe walikanyaga juu ya ile lava wakati haijakauka. Sasa ilipokuja kukauka baada ya kupigwa ubaridi, basi ndio zile nyayo zikabaki katika zile lava ambayo ilikuja kuwa kama mawe. Mwisho siku zile nyayo zikabaki pale kama mnavyofahamu. Sawa eh? Ni ngumu sana mtu kumwaminisha kwamba mtu ameacha nyayo juu ya jiwe, lakini kwa wale wetu ambao ni jamii ya Kisukuma, mnakumbuka kuna jamaa mmoja alikuwa anaitwa Mwanamarundi. Aliacha na yeye nyayo juu ya mawe. Alipokuwa akikanyaga anaacha nyayo juu ya mawe, anaacha nyayo. Kwa hiyo watu wa zamani walikuwa na bahati fulani ya kuweza kufanya vitu vya ajabu kidogo. Kwa hiyo sasa ndio huo uwezo aliokuwa wamepewa, sijajua na Mwenyezi Mungu, sijajua alikuwa amepewa na nani, lakini katika uhalisia basi nitakuwa nimekupa historia japo kwa ufupi na kwa uchache sana kuhusu hizo nyayo zenye umri zaidi ya miaka milioni 3.6. Ukitaka kujua zaidi, kuelewa zaidi kinachoendelea pale, basi hebu tembelea Ngorongoro pale. Ukifika Ngorongoro pale, basi ulizia kwamba bana, mimi nahitaji kuona zile nyayo zilizoishi
miaka milioni 3.6, alafu watakuonesha vizuri, na pale utapata historia ambayo imeandikwa vizuri na maelezo yametolewa vizuri na yule dada Mary Leakey aliyegundua hizo nyayo mwaka 1976. Ulikuwa unalijua hilo kwamba Tanzania kuna nyayo za design hiyo? Sasa Mambo Online TV imekufunulia kitabu cha design hiyo. Lakini Tanzania kuna vitu vingi sana vyenye historia, japo ndio hivyo hazungumziki, lakini vipo vitu vingi sana sana sana. Basi twende Ngorongoro, alafu tukaone hizo nyayo zinakuwaje. Nitajaribu kuwekea kwenye sample kidogo, alafu mtaona hapo hizo nyayo.